Yes. Tunaendelea tupoishia. Page tuko tumepangilia katika pages ambako tunakumbuka tuweka pages 4. Sasa hapa tunafuata kukagua hizo page kweli zimefika hizo 4. Tunaangalia kwanza hii hapa, kuna hii ya pili, kuna hii ya tatu, lakini pia kuna hii ya 4. Tunakili ndio pages zimekamilika. Sasa tunafuata ni kuja kuangalia tools ambazo tutakuja kutumia katika kutengeneza gazeti letu. Kuna tools mbalimbali ambao kuna zingine za hapa juu zipo hapa zinapatikana hapa juu, lakini kuna tools za hapa upande wa kulia ambazo ni shortcut ambazo mtu alitengeneza kupitia window. Alibinya hapa kwenye window, aligusa kwenye window akazipangilia hizi tools zote ndio zinapatikana sehemu hii hapa. Sasa hatua inayofuata hapa inabidi tuje tuangalie, tunakuja kuangalia hizo tools. Sasa tools ambazo hutumika katika gazeti letu tunatumia sana tools zinapatikana nyingi, yani ambazo zitafaa zaidi zitakuwa tools 4. Ambayo ya kwanza itakuwa hapa rectangular frame tool, lakini kuna hii hapa ya pili ambayo ni rectangular tool. Hii rectangular frame tool ambayo inatumika sana katika matumizi ya kuweka picha katika page. Lakini hii hapa ya pili yake hii rectangular tool ambayo inatumika katika kuchora, kama nataka uchore sehemu labda kuweka maandishi, inatumika hiyo hapa. Na sehemu hii tool ya tatu ni type tool, ambayo type tool inatumika katika kutype. Kama nataka kuandike maandishi yako, kitu chochote ambacho unataka kuandika, lazima uwe umeingia hapa katika type tool. Na tool ya 4 ndio ambayo hii hapa inaitwa selection tool, ambayo inatumika kama kuhama, ambapo kama unataka uhame kama ulikopo hapa katika hii sehemu ya kuchora, unataka uhamie hii sehemu ya sehemu ya kuweka picha, unataka uhamie sehemu ya kuchora, lazima uingie hapa kwenye selection tool. Kwa hiyo ni namna ambayo tunaweza kutumia tools zetu katika kukamilisha gazeti letu.